hapa, ngoja ifunguke, utamwona Shomari Kapombe jinsi anapokimbia. Tazama kwa makini, alafu niambie na wewe kwenye comment hapo ni ilistahili kuwa penalty au haikustahili kuwa bana. Mambo ni vipi bana? Kama ukupata muda wa kuiangalia mechi ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons bana, kulikuwa kuna matukio mengi ambayo watu wengi wanalalamika. Mmoja ya matukio ambayo watu wengi walikuwa wanalalamikia ni tukio la penalty ya Rushaine De Reuck ambapo faulu alifanyiwa Shomari Kapombe. Watu wengi wanaamini kwamba hii penalty hapa ambaye alifunga Rushaine De Reuck haikustahili kuwa penalty. Na ni kwa sababu gani wanasema hivyo? Wengi wanadai kwamba alijirusha. Watu wanasema kwamba alijirusha, na penalty hiyo tutaenda kuiangalia. Hii hapa penalty iliyopigwa na Rushaine De Reuck. Ukiangalia moja ya penalty nzuri sana akimchagua golikipa na akamchagulia upande. Ni tukio la penalty. Hiyo penalty ilisababishwa hadi njoo sasa hivi ambalo la penalty ile ambalo liko linazungumziwa ni tukio hili hapa ambapo utaangalia hapa, ngoja ifunguke, utamwona Shomari Kapombe jinsi anapokimbia. Tazama kwa makini, alafu niambie na wewe kwenye comment hapo ni ilistahili kuwa penalty au haikustahili kuwa penalty. Shomari Kapombe anaonekana aliucheza mpira. Ukiangalia hapa hivi cha kwanza aliucheza mpira, ila ukiangalia beki alokuja kumkaba huyo wa Tanzania Prison nia yake ilikuwa haana mpira hapo. Ukiangalia jinsi mpira ulishatoka. Wewe unaionaje hiyo? Hii ndo ligi kuu Tanzania bara. Ukiangalia hapo, angalia vizuri, ilikuwa ni penalty au sio penalty? Angalia vizuri hapo. Rudi tena, iangalie tena vizuri. Unaona? Hii hapa tena vizuri. Bana Kwa ndo tukio kama hilo hapo ambalo Simba walipata penalty na ikafungwa na Rushaine De Reuck. Penalty yake ambaye ilisababisha Simba kupata goli lao la pili. Kitazama kwa vizuri sana kama tunavyoiona hapa ili tukio, mchezaji wa Tanzania Prison inavyoonekana hakumpata Shomari Kapombe, ila kwa jinsi alivyoingia, aliingia kwa nguvu kubwa sana ambayo sasa kwa referee na mahali alipokuwepo ni ngumu sana kugundua kwamba Shomari hapa hakuguswa. Ukiangalia vizuri ile tukio unagundua kabisa kwamba Shomari Kapombe hakuguswa. Angalia tena, tujiridhishe vizuri. Wewe kama ni mshabiki wa Simba au Yanga, jiridhishe vizuri, je, ilikuwa ni penalty au sio penalty? Nitarudi tena pia na uchambuzi wa mechi ya Yanga, nayo yalitokea makosa mengi sana ya kiuamuzi kama unavyoona hapo. Penalty ya Rushaine De Reuck ilikuwa moja ya penalty nzuri sana na tukio ambalo lilitatiza sana mchezo ni hili hapa. Goli lingine ambalo lilifungwa bana, moja ya magoli mazuri pia alifungwa na Selemani Mwalimu. Goli lake ili hapa, goli la kichwa lilofungwa na Selemani Mwalimu. Ukiangalia jinsi mabeki walivyokuwa wamekaa, hamna offside, hakuna offside hapa. Turudi tena tujiridhishe, je, kuna offside au hakuna kwenye migoli hili? Achana na hii kamera inaipita kwa hapa, kamera namba 2 hapo. Nadhani hakukuwa na offside ambayo ilikuwa ni ya kusema kwamba ili hapa lisiwe goli. Tayari beki yule kule alikuwa ashaivunja ile offside. Ukiangalia Selemani Mwalimu amekuwa na muendelezo mzuri sana wa kufinisha magoli kwa njia hii hapa. Kwa bana, vipi wewe intake yako, ilikuwa ni penalty au sio penalty? Na katika magoli haya ya Simba mawili na kiwango chao bora walichokionyesha jana, inatosha kabisa kuelekea dabi? Mimi sijui na wewe hujui. Yanga walionyesha performance ambayo sio nzuri kusema kweli, na hiyo inabidi wote waijue kabisa kwamba haikuwa wao performance. Mpaka wakati mwingine tena tukutane kwenye rematch ya mechi ya Yanga.